uishiwi na hadithi. Leo tena umekuja na hadithi gani babu? Wangu hadithi haziwezi kuniishia, maana nina vitabu zaidi ya 100 vya hadithi ambazo baba yangu aliniandikia. Kwa hivyo ni wajibu wangu kusomea. Nasikia mjukuu? Ndio, nakuelewa. Sasa tusome hadithi. Hapo zamani za kale kulikuwa na kijiji kidogo kilichoitwa Umoja. Watu wa kijiji hiki waliishi karibu sana, lakini kulikuwa na tatizo moja kubwa. Watu wa kijiji hicho hawakujali sana kushirikiana. Kila mtu alijali mambo yake mwenyewe. Ndio. Siku moja ukame mkubwa ulitokea. Mito ikakauka, mashamba yakakosa maji na chakula kikaanza kupungua. Kila mtu alijaribu kujisaidia peke yake, lakini hali ilizidi kuwa mbaya. Kulikuwa na kijana mmoja aitwaye Baraka katika kijiji hicho. Ndio. Baraka yeye aliona kuwa kama watu wataendelea kuwa na ubinafsi, kijiji chote kitaangamia. Baraka akaamua kuanza mabadiliko. Siku moja alikusanya maji kidogo aliyokuwa nayo na kuwagawia majirani zake waliokuwa na uhitaji mkubwa zaidi. Wengine walishangaa sana. Mtu mmoja akamuuliza, Ndio. "Kwa nini unagawa kile kidogo ulicho nacho?" Baraka akajibu kwa ujasiri ya kwamba tukisaidiana wote tunaweza kuishi, na tukijali sisi wenyewe tu tutapoteza kila kitu. Maneno yale yaliwagusa watu wengi. Polepole wakaanza kubadilika. Wakulima wakaanza kushirikiana kuchimba visima. Ndio. Wanawake wakaanza kugawana chakula na vijana wakasaidiana kulinda mashamba. Ushirikiano ni muhimu babu. Zaidi ni bora zaidi. Ushirikiano ni bora zaidi. Baada ya muda, kijiji kilianza kurejea katika hali nzuri. Walipata maji, chakula kiliongezeka na furaha ikarudi tena. Tangu siku hiyo, watu wa kijiji cha Umoja waliapa kuishi kwa kushirikiana, kuheshimiana na kupendana. Basi mjukuu wangu, hadithi hii inataka kutufunza kitu gani au kutufundisha wewe kitu gani? Hadithi hii inataka kutufundisha kuishi vizuri na wengine unahitaji moyo na kushirikiana, kusaidiana na kuheshimiana. Ukijali wengine, jamii nzima itakuwa na nguvu na furaha. Unasikia mjukuu wangu? Ndio babu, nimekuelewa. Ya kwamba ukiishi na wengine vizuri, jamii nzima itakuwa na nguvu na furaha. Kwa hivyo mjukuu wangu, wajibu ni kwako leo. Chukua hatua na kuaminia mjukuu. Ndio babu, nimekuelewa na kukusikia. Asante.